Kuna mambo fulani lazima yatokee kwenye maisha yako ili Mungu ajitukuze. Yaani lazima utupwe kwenye jangwa ili Mungu akufanye kuwa fimbo ya Musa kupasua kupiga ule mwamba maji yatoke. Lazima utupwe mahala kama vile Yusufu anauzwa utumwani kama mtu asiyefaa, lakini nyuma ya utumwani iko baraka ya Potifa. Lazima ukubali uende mahala kama vile unavyoona Yusufu anatupwa gerezani. Kumbe ndani ya gereza, bwana gereza akimuona Yusufu anaona neema imekuja. Nisikilize, kuna watu watakuona ufai, lakini Mungu anaweza kukufanya kwa watu hao usifae, alafu kafaa kwa watu wengine. Nisikilize, kuna sawa inatokea tu. Kuna mahala unaingia haueleweki, lakini kuna eneo ukiingia Bwana ajitukuza. Lazima litokee jambo ambalo litakufanya wewe uumie, uone kama umefanywa kitu sio cha maana, lakini katika ulimwengu leo kuna umaana upo. Nisikilize, lazima vitu fulani vigumu vya kuumiza moyo vitokee. Wakati wewe unaumia, Mungu ametengeneza nafasi ya kwenda mahala fulani. Nisikilize, Yusufu hakupenda kuacha baba yake na ndugu zake, lakini jambo lilitokea ili Yusufu atengwe na ndugu ili apelekwe mahala fulani. Kuna vitu lazima vitokee kwenye maisha yako ili Mungu ajitukuze. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Unaweza ukaona leo kuna kilio, leo mambo hayajakaa sawa, leo changamoto, leo uhitaji ni mkubwa, vita ni nyingi, lakini katika ulimwengu leo Bwana ameandaa kicheko ambacho hakionekani kwa macho ya kawaida, hakionekani kwa akili ya kawaida. Wamekufukuza kazi ndio, wamekupunguza cheo ndio, lakini nini Mungu amekipanga? Endelea kwa Mungu, kwa sababu Mungu anayo siri katika hilo jambo, anayo siri katika hilo ambalo unaliona leo. Neema ya kushinda, neema ya kufanikiwa, neema ya kuinuka iwe hapo hapo, pamoja ya kwamba leo hauoni kama kuna kufanikiwa. Bwana ameandaa kufanikiwa katika hali ya uchungu huo, katika shida hiyo Bwana ameandaa mlango hapo. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Nasema amina kubwa, kwa Bwana ameandaa hiyo neema juu ya maisha yako.